Vikwazo vya kidiplomasia vyaanza kuikabili Tanzania, ambapo tayari baadhi ya mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya na Jumuiya ya Madola imeanza kutoa vikwazo vya kuingia nchini mwao. Hilo limetajwa kutokea kwa viongozi wawili wa chama cha walimu Tanzania CWT walioshindwa kuingia nchini Ubelgiji baada ya kunyimwa visa, imefahamika. Habari kutoka ndani ya CWT zinasema viongozi walionyimwa visa ya kuingia Ubelgiji walikuwa wanakwenda nchini humo kuhudhuria kongamano la kimataifa la vyama vya walimu duniani Education International. Walionyimwa ruhusa ya kuingia Brussels, Ubelgiji ni Suleimani Ikomba, mwenyekiti wa CWT, na Joseph Misalaba, katibu mkuu. Viongozi wetu walikuwa wamekamilisha taratibu zote pamoja na tiketi ya ndege shirika la ndege la Uturuki, lakini ubalozi wa Ubelgiji hapa nchini umewanyima visa, ameeleza kiongozi mmoja. Anasema walipouliza sababu za kunyimwa visa walijibiwa kwamba hata ninyi mnafahamu. Eleza mtoa taarifa. Hapa hakuna sababu nyingine, vikwazo vimeanza na kwa bahati mbaya vimeanzia kwa viongozi wetu, ameeleza kiongozi mmoja wa walimu. Alipoulizwa mwenyekiti wa CWT Suleiman Ikomba kuhusu sababu za kushindwa kusafiri, alijibu kwamba kulikuwa na mambo mengine muhimu yaliyosababisha waamue kuhairisha safari. Tulihairisha kwa kuwa kulikuwa na mwingiliano wa mambo mengine ndani ya chama, alisema. Alipoulizwa kuhusu kunyimwa visa kuingia Ubelgiji, mwenyekiti huyo aling'aka, mimi sina taarifa hizo, mimi sijui, labda mumuulize aliyowapa hizo taarifa. Ikomba na Misalaba walikuwa kuhudhuria kongamano hilo lililopangwa kufanyika kwa siku mbili, tarehe 4 na tarehe 5 Disemba katika makao makuu yake Brussels. Walitarajiwa kusafiri kwa ndege ya Uturuki kupitia Istanbul, Uturuki, ambapo wangepanda nyingine hadi Ubelgiji. CWT ni miongoni mwa vyama 400 wanachama wa shirikisho hilo ambao huendesha miradi mbalimbali kwa wanachama wake. Mkasa huu umekuja siku chache baada ya bunge la Ulaya EU lenye makao yake makuu Brussels kupitia azimio linaloitaka Tanzania kufanya uchunguzi huru na unaoaminika juu ya madai ya mauaji na ukatili dhidi ya waandamanaji waliopinga uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba. Kupitishwa kwa azimio hilo ni hatua inayoashiria msimamo mkali wa bunge hilo kuhusu mwenendo wa kisiasa nchini. Pamoja na kutaka kusitishwa kwa misaada ya kifedha, bunge hilo pia limesisitiza wito wake wa kufanyika kwa uchunguzi huru wa madai ya mauaji, kupotea kwa watu na ukiukaji mwingine wa haki za binadamu uliofuata uchaguzi wa 2025, likisema kwamba hali hiyo haiendani na misingi ya utawala wa sheria. Aidha, bunge la Ulaya limetaka kuachiwa huru kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu anayeshtakiwa kwa uhaini. Kwa miaka mingi, EU imekuwa mmoja wa wadau wakubwa maendeleo na wafadhili nchini, ikifadhili sekta za utawala bora, nishati, kilimo, miji, haki za binadamu na mageuzi ya kiuchumi. Mamilioni ya euro yamekuwa yakiingia kupitia miradi ya moja kwa moja ya serikali na kupitia asasi za kiraia. Nayo serikali ya Marekani ilitangaza wiki iliyopita kuangalia upya uhusiano wake na Tanzania. Taarifa iliyotolewa na ubalozi wa Marekani jijini Dar es Salaam ilieleza kuwa licha ya uhusiano wa muda mrefu na serikali, lakini kutokana na mauaji ya raia wengi wakati wa uchaguzi, itatathmini upya uhusiano huo. Iliongeza, matukio yanayoendelea kufanywa na serikali ya kukandamiza uhuru wa dini na uhuru wa kujieleza, kuwepo kwa vikwazo vya mara kwa mara dhidi ya uwekezaji wa Marekani na ukatili dhidi ya raia kabla na baada ya uchaguzi ni mambo yanayotufanya kutathmini upya uhusiano wetu. Nayo serikali ya Canada imetangaza kupitia upya utoaji wa misaada yake kwa muda mrefu na serikali ya Tanzania. Tanzania imekuwa mpokeaji mkuu wa misaada kutoka Canada kwa miongo kadhaa sasa. Kwa mwaka 2023 hadi 2024, serikali ilipopokea msaada wa dola za Marekani 141 milioni sawa na shilingi bilioni 380 za Kitanzania. Kwa kuzingatia yaliyotokea hivi karibuni, Canada inafanya mapitio ya kina ya msaada wake kwa Tanzania ili kuhakikisha utendaji kazi wa misaada unaendana na uadilifu, ameeleza Alexandre Fona, mkurugenzi wa mfuko wa maendeleo wa Canada. Wiki iliyopita, Canada iliungana na nchi zingine 15 za Magharibi na Umoja wa Ulaya kushinikiza serikali kufanya uchunguzi huru wa vifo vilivyotokea baada ya uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba. Na Mwanahalisi TV haikuishia hapo. Ikazungumza na baadhi ya wachambuzi ambao wamezungumzia kwa kina swala hili. Hivi vikwazo hata wanapovileta wanaoumia sana ni wananchi wa kawaida, tena wale wa hali ya chini, na zaidi pia ni wale wa chini zaidi, kwa sababu
UWT ni chama cha walimu, wanaenda Ubelgiji kwa kujifunza, kwa kubadilisha mazingira, na walimu wetu wapewi kozi kila siku yale. Kwa hiyo wanapopata nafasi kama hizo wanakuja kutufundishia watoto wetu. Watoto wetu naona wanapopata wananyimwa, maanake wanaumia. Kwanza wale walimu wangeenda, wangepewa posho, wangepata akili mpya. Walimu ni watu wa kawaida kabisa, huwezi kumkuta mawaziri au wabunge wanaokula keki ya taifa ni walimu. Kwa hiyo walimu ni watu wa chini, wakienda ni kwa ajili ya wanafunzi wetu. Hilo la kwanza. Lakini wameanza, tumeambiwa kuna trilioni 1 kutokea Marekani na zaidi tumenyimwa, lakini Wakenya wametoa trilioni 4. Wewe huwezi kuniambia sasa hivi katika hivyo vikwazo wakinyima hizo fedha za miradi ya afya kwamba kuna mbunge atakayeugua au waziri au wale mitandao watakaougua wataenda kutibiwa Ocean Road au kwenye hospitali kule Bunju Buza kule kwa Mtogole Apala au Vigilagila Kisumu. Kwa hiyo wanaumia ni sisi. Tulitamani kama vikwazo vinawekwa watu wawekee, na mimi hili ni ombi langu mimi kwa hao mapapa, Umoja wa Mataifa, Umoja kama ni vikwazo wangeanza kama ile Bashite walinyima kwenda Marekani, wawazuie mawaziri wote kwenda nje, wawazuie mawaziri wote kuhifadhi fedha nje, wawekee viongozi mmoja mmoja wale ambao wanatawala waende moja kwa moja kwa wale viongozi wakubwa, kwa sababu wakisema vikwazo katika nchi wanatumiza. Mimi ni Zakia Nanga wa Mwanahalisi TV. Usisite kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa habari nyingine luku.